Hali gani? Karibu tena kwenye sehemu nyingine ya Charo the Podcast, jukwaa ambalo linakupa nafasi ya kujifunza zaidi kwa kina kuhusu vifaa saidizi, ulemavu, huduma za utengamao pamoja na ujumuishaji. Kwa pamoja tukishirikiana kuunda jamii ambayo ni jumuishi. Katika sehemu za nyuma za Charo the Podcast tumediscuss baadhi ya topics kwenye habari za huduma za utengamao na tumekuwa na wataalamu mbalimbali upande wa huduma mbalimbali za utengamao, physiotherapy, occupation therapy, speech therapy, upande wa lugha, ila pia wataalamu wa viungo bandia. Ila hapa nyuma pia tumepata kusikia story ya mtu ambaye mwenye ulemavu na changamoto ambazo amekumbana nazo mpaka safari yake alipofikia sasa hivi kama msanii na mtetezi wa haki za watu wenye ulemavu. Na leo pia tumekuletea mtaalamu mwingine. Kama tulivyokubaliana kwamba sehemu ya huduma za utengamao ni pana na kuna changamoto nyingi. Na kila changamoto ina mtaalamu wake husika ambaye anahusika na kuitatua au kuhakikisha quality au hali ya maisha inakuwa nzuri kwa mtu mwenye changamoto ile. Kwa hiyo leo tumekuletea mgeni studio na atajitambulisha kwa zaidi na kutuelezea kila anachokifanya. Karibu kaka. Asante. Yeah. Mimi naitwa Ali Jafar. Yeah. Ni audiologist, yani mtaalamu wa usikivu. Okay. Nafanya kazi kwenye kliniki ya masikio ambayo inaitwa Hearwell Clinic. Yeah. Okay. Audiologist kwenye Kiingereza au mtaalamu wa usikivu ni mtu ambaye anahusiana na mambo za masikio na kusikia. Okay. Okay. So kupima matatizo za usikivu, kupima matatizo za sikio. Yeah. Pia pamoja na hiyo kupima au kusaidia kwenye kama mtu anayo tatizo ya balance pia. Yeah. Kwa sababu sikio inafanya kazi ya kuweka balance ya mwili pamoja na kusikia. Okay. Okay. Na pia tunahusiana na vifaa ambazo zinaweza kumsaidia mtu ambaye hawezi kusikia. Yeah. Yani vifaa vya hearing aids. Yeah. Au cochlear implants. Okay, sawa sawa. Tukirudi sasa kwenye basic ya kusikia. Hivi process ya kusikia kwenye mwili wa mwanadamu huwa inafanya kazi vipi? And ni kitu gani actually kinatokea pale ambapo mtu anaanza kupoteza usikivu? So sikio ya mtu au ya binadamu inafanya kazi kama microphone ya simu. Okay. Okay. Kuna sikio la nje, kuna part tatu. Kuna sikio la nje ambayo inapokea sauti, kwa hiyo hii sikio ambayo tunayoona ndio inapokea sauti. Ile sauti ikiingia kwenye sikio inapiga ile ngoma ya sikio. Ikipiga ngoma ya sikio inaingia kwenye sikio ya kati. Sikio ya kati ni space ambayo imejaa na hewa na mifupa. Okay? Haya mifupa ni mifupa ndogo sana na vinapokea high vibrations kutoka ngoma ya sikio na zinapeleka ndani kwenye sikio la ndani. Sikio la ndani sasa inafanya kazi ya kutafsiri high vibrations. Kwa hiyo zinaingia kwenye sehemu ambayo tunaita cochlea. Okay? Zikiingia huku cochlea sasa inaanza kusoma au kutafsiri high vibrations na kutuma kwenye yale mishipa ambazo zitapeleka sauti sasa kwenye bongo ili tuelewe hiyo sauti ambayo tunasikia. Okay. Kwa hizi sehemu zote tatu zina play part kwenye mtu kuweza kusikia. Yes. Na inaonyesha na changamoto pia za kusikia zinaweza zikatokea kwenye hizi sehemu zote tatu. Ndio. Sasa tatizo ya usikivu, tatizo ya kusikia ikitokea, inabidi kwanza kudetermine imetokea wapi. Okay? Na ni part gani ambayo ina shida na kwa kiasi gani. Kuna aina mbili za matatizo ya masikio. Okay? Kuna ile ambayo tunaita conductive ambayo ni tatizo, ukipata tatizo ya sauti kuingia kwenye sikio ya ndani. Okay. Kwa hiyo ni kama kitu inaziba sauti isifike nje, isifike ndani. Kwenye mchakato sasa kuanzia sikio la nje mpaka ndani sauti haifiki, receive ile cochlea haipati kabisa sauti. Haifiki vizuri. Okay. Hii inaweza kutokea tukiwa na nta kwenye sikio au tukiwa na infection kwenye sikio, maji ikiingia sikioni. Ukiziba sikio tu utaona kwamba husikii vizuri vile unavyosikia kawaida. Kwa hiyo hii ni conductive hearing loss, yani sauti haingii vizuri. Pia inaweza kutokea kama tukipata shida kwenye sikio ya kati. Labda mifupa kwenye sikio ya kati zikiharibika au zikivunjika au tukipata infection. Mafua inaweza kuisababisha pia. Tukipata mafua
mara nyingi tunaona kama sikio imeziba. Kama inaziba, yes. Yes. Na hii inatokea kwa sababu ile mafua pia inasababisha uvimbe na kama infection kwenye sikio ya kati ambayo inazuia sauti kuingia vizuri kwenye sikio ya ndani. Okay. Na ni aina nyingine ya tatizo ya usikivu ni ile ambayo tunaita sensory neural. Yani tatizo sasa ya kutafsiri au kupokea kile sauti. Kwa hiyo sauti inaingia vizuri. Okay. Inaingia, inapiga ngoma ya sikio, inaingia kwenye sikio ya kati na inaingia kwenye cochlea. Sasa tukiwa na shida kwenye cochlea au kwenye zile nerves ambazo zinapeleka sauti kwenye bongo, tunaweza kupata hiyo tatizo ambayo tunaita sensory neural hearing loss. Na hii inaweza kutokea kwenye cochlea, yani zile mishipa au zile cells hazina uwezo sasa kupokea sauti vizuri. Sawa. Au zile cells kwenye nerves zenyewe hazipokei sauti vizuri, hazitumi vizuri kwenye bongo. Okay. Kwa tukigroup inamaanisha matatizo conductive yanatokana na sikio la nje na sikio la kati. And then sensorial lazima itakuwa ni sikio la ndani kwa sababu zinafika. Na mwanzo wa hizi changamoto huwa ni ukubwani, utotoni, ni muda gani mtu inaweza katokea changamoto? So tatizo ya usikivu inaweza kutokea kwa mtu yeyote, yani hata kwa mtoto mchanga, na hata kwa mtu mzee. Okay? Kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kusababisha tatizo ya usikivu. Nta of course inaweza kutokea kwenye kila mtu. Kwa hiyo nta ikijaa ikiziba sikio, huwezi kusikia vizuri, inabidi kuisafisha, kuitoa, alafu ndio utasikia vizuri. Infections za sikio zinatokea kwa kila mtu pia, lakini zinatokea zaidi kwa watoto. Kwa hiyo watoto wadogo wanaweza, kwa sababu wanaenda shuleni, wanaweza kupata mafua zaidi na sikio bado yani bado ni ndogo. Ile space kwenye sikio bado ni ndogo. Kwa hiyo inaweza kujaa na infection au na maji kirahisi. Okay, sawa. Ndio hii inasababisha tatizo nyingine ya conductive hearing loss kwa watoto. Na pia tunaweza kupata, kuna sababu nyingi za sensory neural hearing loss. Okay? Kwa hiyo kama kwenye watoto wachanga wakizaliwa, mara nyingine wanaweza kuzaliwa na tatizo ya usikivu. Okay? Kama development ya sikio la ndani au zile cells ambazo zinapokea sauti haijapokea vizuri, inaweza kusababisha mtoto azaliwe bila usikivu au na tatizo ya usikivu. Sawa. Mama akipata infections pia kabla ya kumzaa mtoto, inaweza kusababisha hiyo tatizo. Na mtoto pia akizaliwa akipata infection kali sana, akipata jaundice, manjano, akipewa dawa zingine za antibiotics akiwa bado mdogo, au mama akiwa amezinywa, si ndio? Akiwa bado mdogo, au malaria pia, zote hizi zinaweza kusababisha tatizo ya usikivu. Akiwa mkubwa pia, akipata changamoto ya labda kupatiwa na ajali, inaweza kusababisha tatizo kwenye usikivu. Au mtu akifika sasa kwenye stages zingine, uzee inaweza kusababisha tatizo ya usikivu. Kwa hiyo kuanzia umri wa miaka 50, usikivu pole pole inaanza kushuka. Okay, sawa. Nataka turudi kidogo kwenye watoto, kwa wale ambao wanaweza kupata akazaliwa nayo. Useme inaweza kuwa inatokea wakati wa development ya pregnancy, akiwa tumboni kwa mama. Nataka nijue upande wa kurithi. Je, hii kitu huwa hereditary? Because I've seen, for example, unaweza kukuta mtoto ambaye amezaliwa na both parents wakiwa deaf anakuwa na chances za kuwa na yeye akazaliwa deaf. Is it hereditary? Yes. So kuna aina nyingi za congenital na hereditary hearing loss, inategemea na cause yake na sababu yake. Unaweza kuwa na wazazi ambao hawasikii na mtoto anasikia. Okay. Au mara nyingi ni wazazi ambao wanasikia lakini mtoto anazaliwa bila usikivu. Asikii.
inawezekana kwamba kuna mtu kwenye familia ambaye anayo pia hiyo tatizo. Yeah. Na mtoto anaweza kuinherit hiyo tatizo. Hata kama ni babu, bibi. Sio lazima kwa mzazi, lakini hata kwa babu, bibi au wengine kwenye familia. Okay. Yeah. Sawa sawa. Na again tukistick kwa watoto, mtoto akizaliwa immediately huwa bado hatujui vitu, tunamread kwa kulia kwake etc. Lakini unless ukafanya test ni ngumu kujua mtoto ana changamoto ya usikivu. So ukijumlisha na hizi test, what are the other signs ambazo mzazi unaweza ukaona ukasema kuna uwezekano mtoto wangu hasikii vizuri? So kitu cha kwanza ambayo tunashauri wazazi wote ni kupima usikivu mtoto akiwa amezaliwa. Mtoto yoyote. Yeah, mtoto yoyote akizaliwa ni bora kumpima. Kuangalia kama anayo tatizo ya usikivu au kipimo kinasemaje. Yeah. Tunafanya screening test ambayo inaitwa autoacoustic emissions. Na hii tunaweza kufanya mtoto akizaliwa tu, yani from day one. Day one, okay. Test the hearing. Tunaweza kujua kama kuna shida kwenye sikio la ndani au kwenye upande wa usikivu yani yoyote, au kama yuko vizuri na kama responses ziko vizuri. Of course kuna risk factors ambazo zinaweza kuongeza chance ya hearing loss. Kama hizi congenital conditions, kama watu kwenye familia wanayo tatizo, au infections, au manjano, akizaliwa na birth weight ndogo, akiwa premature. These are all risk factors that can increase the chance of a hearing loss. Lakini ushauri wetu ni kwamba watoto wote wapimwe ili tujue. Okay? Lakini kipimo haipatikani sehemu yote. Okay? Kwa hiyo in this instance tunaweza kujua, mzazi anaweza kujua mtoto hasikii vizuri, labda hasikii vizuri kama harespond kwa sauti. Especially kwa sauti kubwa. Okay? Ukigonga mlango hashtuki, akiwa amelala, ukiwa unapiga kelele haamki. Hizi ni signs za mapema sana ambazo zinaweza kukuambia kwamba labda anayo tatizo ya usikivu. Sio lazima kwamba hii inamaanisha kwamba atakuwa na tatizo kwenye mishipa, yani sensory neural. Inawezekana kwamba sikio imejaa na maji au kuna nta au kitu inazuia sauti kuingia. Lakini of course ni bora kumpeleka kwa mtaalamu amwangalie, ampime, alafu ndo anaweza kugundua exactly kinachoendelea. Okay. Sawa sawa. Na ukiongelea kwenye kumpeleka kwa mtaalamu, so inamaanisha sasa akifika kwenye kituo cha afya sio doctor tu, inabidi ende kwa specialist, ndio? Either ENT, mtaalamu wa masikio na pua, au audiologist. Audiologist. So generally sisi kuna referral pathway of course. Kwa hiyo mtu anaweza kuenda hospitalini kumuulizia ENT au kumuulizia audiologist, anaweza kupata kipimo. Sisi tunafanya kazi na madaktari wa watoto. Okay. Kwa hiyo wakiona kwamba mzazi pia anazo hizi complaints, wanatuma patient kwetu ili tuweze kumpima. Na tunafanya hii kwa watoto wengi, na tunafanya kazi pamoja na wataalamu wengi wa watoto ili wajue kwamba kama mzazi anayo hizi complaints wanaweza kumtuma apate hiyo yani tumpime mtoto ndio tujue tatizo. Yes. Okay. Perfect. That's good. Na tukirudi pia kwenye baadhi ya visababishi, na jaribu kufikiria pia kwa watoto na hata kwa wakubwa, upande wa nutrition. So naomba nitakupa case ya mtu ambaye namfahamu, and then mtaniambia kama that was the case au ilikuwa tu ni speculation. So kuna jamaa wangu mmoja nilisomaga naye, sasa hivi kuna kipindi alienda kusoma mkoa wa baridi Arusha kutokea Dar, na kuna kipindi akawa akafanyaga starvation fulani kujipunguza. So he spent a week alikuwa anakula very little, like andazi moja tu per day, and it was very cold, so it's very energy consuming. Akawa alipungua very fast. I think he lost 20-30 kg in a week. And one of the things ambazo walikuja kudetect baadaye kwa speculation, kwa sababu vilikuwa ni vitu vipya, ni reduced vision. Yani uone wake kama ulipungua, ni mtu ambaye alikuwa anaweza kukaa backbench akaona,
lakini ikawa kama hiyo imepungua, kwamba anaona mbali lakini identification haipo, lakini na sound sasa kusikia, na this was observation from watu wa around. Je, is that the case? Mtu akiwa katika mazingira ambayo yana deprive, yanamzuia kupata nutrients za kutosha, ikasababisha hearing loss? So kama nilivyokueleza, hata kwenye sikio ya ndani na sensory neural hearing loss kuna upande mbili. Na upande wa cochlea ambayo ni sikio ya ndani ambayo inapokea sauti, ni microphone yake. Alafu kuna wire yake, yani zile nerves ambazo zinapeleka ile sauti. Okay? Tatizo ya usikivu hasa tunasema ni sensory neural au sensory, ikiwa na shida kwenye, tukiona shida kwenye cochlea. Yani sikio haipokei sauti vizuri. Sauti inaingia lakini haipokei. Kuna ile neural aspect yake. Kwa hiyo yale mishipa ambayo yanapeleka sauti, yanapokea sauti kutoka cochlea, alafu yanapeleka kwenye bongo. Okay? Tunaona watu wengi wanayo hiyo tatizo, na tuna suspect kwamba ni linked na malnutrition. Okay? Unfortunately, mpaka sasa hivi hakuna study halisi ambayo inaonyesha hiyo tatizo ni nutrients exactly, ni nutrients gani ambazo wanazikosa, lakini suspicion yetu ni kwamba kwa period ya malnutrition, mtu akiwa na period ya malnutrition, sio lazima afanye diet kama hiyo, starvation kabisa, lakini kama anakosa nutrients fulani inaweza kusababisha hiyo tatizo. Sasa hii tatizo sio tatizo ya usikivu peke yake, ni tatizo ya kutafsiri anachosikia. Many times tunaona kwamba sikio inapokea sauti vizuri lakini haitumi vizuri kwenye bongo. Na hii inahusiana, inakuja na pia hii tatizo ya macho, na mara nyingine pia inaweza kuja na tatizo ya kuweka balance. Mara nyingine watu wanapata ganzi kwenye mikono na miguu. Naam, pia hata kwenye miguu nyayo. Yes. It was the case for this guy. It's not hearing loss. It's what we call a polyneuropathy. So anayo tatizo kwenye mishipa. Okay? And the nerves have a sensory, so the sensory nerves are what get a deficit. Yale mishipa ambazo yanapokea sauti kutoka sikio, yanapokea vision kutoka macho, yanapokea senses kutoka miguu na mikono, ndo yanapata shida. Haziwezi kuconduct hizi vizuri kwa sababu amekosa nutrients fulani ambazo zilikuwa muhimu sana kwenye nerves. Okay. Kwa akiweza kudeal na tatizo la nutrients, na hii tatizo inaweza ikaisha. La nerves, nerves. Akiweza kuzitibu, kuzinourish tena. Yes. Sasa changamoto ni kwamba kwenye sensory nerves, most of the time tukipata hiyo tatizo huwezi kuireverse. Okay. Kwa hiyo damage to sensory nerves is not easily reversed. Na hii tunaweza kuona kwenye diabetes pia. Watu wakipata diabetes, normally what they get is lack of sensation in the foot, and the nerves of the foot haziwezi kupokea signals vizuri. Hata kama akiumia au kitu hajui kwamba ameumia. And we cannot reverse that. Pia hakuna dawa ambayo inaweza kurestore zile sensations kwenye mtu ambaye anaye diabetes. Na vile vile mtu akipata shida yoyote ambayo ni sensory kwenye sensory nerves huwezi kuzirekebisha. Kwenye motor nerves ni tofauti kidogo, unaweza kurekebisha mtu labda akiumia kwenye mkono au kitu, fanya physio, unaweza restore function somewhat. Lakini kwenye upande wa sensory nerves naona hiyo tatizo inaweza yani ni ngumu sana ku-reverse au kuiboresha. Lakini tunajaribu. Kwa hiyo tunajaribu kutumia nutritional supplements. Tunajaribu kutumia dawa zingine ambazo labda zinaweza kusaidia. Na tunajaribu pia kutumia vifaa tiba. So kwa ajili ya macho watu wanatumia miwani, kwa ajili ya masikio tunajaribu mashine za usikivu kuangalia kama zinasaidia. Sio solution yake. Kwa hiyo kutumia mashine au kutumia miwani sio solution yake. Lakini inaweza kusaidia. Ni muda mfupi. Yes. Okay. It's an assisted. Okay. That makes sense. Na
tukirudi kwa watoto, mtoto amezaliwa na changamoto ya hearing, hawezi kusikia vizuri, inaweza ikaathiri development yake na ukuaji wake wa natural. So kwenye watoto Mm. usikivu ni muhimu sana. Yeah. Na ni muhimu sana kwa sababu bila usikivu mtoto hawezi kudevelop lugha. Yeah. Hawezi kuongea, hawezi kuwasiliana na watu na hawezi kudevelop lugha. Lazima awe anasikia ili aweze kuongea. Yeah. So mtoto akizaliwa na tatizo ya usikivu au bahati mbaya akipata tatizo ya usikivu baada ya kuzaliwa, inaweza kuhinder progress yake kwenye development kwa sababu hataweza kudevelop uwezo wa kuongea vizuri. Yeah, okay. Na issue ni kwamba mtu au mtoto lakini mtu yeyote pata tatizo kwenye lugha au kuwasiliana, hawezi kufanya vitu vingi kirahisi. Kuwasiliana na kama ni mtoto, kuwasiliana na wenzake ni tatizo, yani inakuwa ngumu sana. Kuwasiliana na wazazi na wa familia inakuwa ngumu sana kwa sababu ukimuita haitiki au akikuona hawezi kukuambia anachotaka. Kuwasiliana shuleni na wenzake tena inakuwa shida. Kwa hiyo ile social development pia inakuwa stunted. Na hawezi kusoma vizuri kwa sababu most of the time tunaweza kusoma kwenye karatasi, lakini a lot of times au kwenye kitabu, lakini a lot of times tuna rely on our hearing to understand things. When the teacher is teaching, when you're listening to our parents teaching, when you're listening hata tukisikia televisheni, radio, tunafunza lakini kwa upande wa kusikia. Kama mtoto hawezi kusikia, hawezi kufunza vizuri. And this in turn akiwa mkubwa, hata akienda shuleni akijaribu kusoma kwenye kitabu, it will of course hinder his prospects going forward. Okay? Na sio lazima kwamba awe na tatizo kubwa sana, yani asikii kabisa. Lakini hata kama anayo tatizo kiasi ya usikivu, bado inaweza kuathiri development. Okay. Na hivi ni kitu gani kina determine kama mtu anapata partial au yani kupoteza usikivu kwa kiasi au toto kupoteza kabisa? So inategemea na of course cause yake. Kama cause yake ni severe sana, kama let's say akipata infection ambayo ilikuwa severe sana, alitumia dose kubwa ya antibiotics ambazo zinaweza kusababisha tatizo ya usikivu, hearing loss inaweza kuwa severe zaidi. Lakini akiwa na mild infection ambayo imesababisha tatizo kidogo lakini sio kwa kiasi kikubwa sana. Vile vile kwenye watu wazima hakuna kitu moja tu ambaye ina determine kwamba mtu anapata tatizo kubwa au tatizo dogo. Mtu hata kwa miaka 60 unaweza kuwa na mtu mmoja ambaye anasikia vizuri kabisa na mtu mwingine ambaye usikivu wake ni chini kabisa. Okay? And it can vary between people. Kwa hiyo sio kitu moja tu ambaye ina determine kwamba huyo anasikia kidogo, huyo anasikia kiasi. Lakini tunapima. Kwa hiyo vipimo ambavyo tunafanya zinasaidia kujua kiasi ambayo mtu anasikia. Kwa hiyo tukiangalia hata kwa mtoto, hata kwa mtu mkubwa, tunaangalia kwanza ni kiasi gani anasikia. Alafu ndo tunaweza kushauri kwenye matibabu. Sawa. Na natamani tuende kwenye matibabu, ila before that nilikuwa nataka pia niulize, ulikuwa unaongelea namna ambavyo speech na kusikia kuna uhusiana, lugha na kusikia. Na of course mara nyingi tunaona cases ambako mtu asiyeweza kusikia kuongea kwake pia kunakuwa kumeathirika. Kuna kesi moja niliona kwa mtu kwamba yeye usikivu hana, amepoteza. Sina uhakika kama ni partial au total, lakini kuongea, kuzungumza anaweza kuzungumza. Kwa mtu atamtafsiria sign, ila kuongea atazungumza yeye mwenyewe. Hii inaweza ikawa ni kesi ya kitu gani? So mtu akipoteza, kuna stages tofauti ya kupoteza usikivu. Unaweza kupoteza kabla ya kufunza lugha, yani mtoto anaitwa prelingual. Kwa hiyo mtoto akiwa labda
akizaliwa mpaka miaka 5 au miaka 3, akipoteza kwenye kipindi hiyo ni kabla ya kufunza lugha. Okay. Au inaweza kuwa perilingual, yani wakati anafunza lugha. Miaka 5, 6, 7. Okay. Kwa hiyo amefunza lugha lakini sio kila kitu, yani Sio kila kitu. yes, yeah. Au ni postlingual, yani ameshapita kwenye zile stages za kufunza lugha. Okay. Sasa amepoteza usikivu. Kwa hiyo bado yani lugha ipo, usikivu hana. Kwa hiyo sasa labda let's say mimi nikipoteza lugha, okay, I mean nikipoteza usikivu, okay, ukiniambia kitu, ukiniandikia kitu, kwa sababu siwezi kukusikia, najua vipi kukujibu? Kwa sababu lugha ushaitengeneza tayari. Okay, sawa. Na unaweza kuona hiyo pia kwenye watu ambao wanafunza lugha nyingine wakiwa wakubwa. Yani sisi tukienda kusoma Kifaransa sasa hivi, inakuwa rahisi kuiongea mara nyingine au kuielewa, lakini bado inabidi kutafsiri kwenye lugha yako. Kwa hiyo labda ukiniuliza kitu kwenye Kifaransa, na itafsiri alafu naweza kukujibu kwenye Kiswahili. Sawa. Au the other way around. Sawa. Kwamba ukiniambia kwenye Kiingereza, nitatafsiri kwanza alafu nitakujibu kwenye Kifaransa. Okay. So it's the same mechanism. Kwa sababu ameshafunza ile lugha, akili yake inafanya kazi kwenye ile lugha ambayo amefunza. Ila amepoteza uwezo wa kusikia. Sawa. Okay. Sawa. Na sasa tukijaribu kwenda kwenye njia za matibabu, je, kupotea kusikia au changamoto za kusikia zinatibika, na ni njia gani huwa zinatumika kutibu? So inategemea na tatizo. Okay. Kwanza inabidi kugundua tatizo ni aina gani na kwa kiasi gani. Kama tatizo ni conductive, yani kuna shida kwenye sauti kufika kwenye sikio ya ndani, inawezekana kwa sababu ya nta au kwa sababu ya infection. Okay? Au kuna sababu zingine, lakini tutaongea kuhusu nta na infection zaidi. Nta tunaweza kuitoa. Kwa hiyo kama kuna kitu ambayo inaziba sikio, naenda kwa daktari, kwa mtaalamu wa usikivu, kwa mtaalamu wa ENT, wanaweza kuitoa. Sikio ikizibuka, naweza kusikia vizuri. Au mtu akiwa na infection, kuna usaha kwenye sikio au nyuma ya sikio pia, nyuma ya ngoma ya sikio, kuna tatizo ya mafua la infection. Tukitibu hiyo tatizo, tukitumia dawa, most of the times inatibu hiyo tatizo ya usikivu. Kwa hiyo usikivu inarudi kwenye hali ya kawaida. Okay. Sasa tukienda kwenye upande wa sensory neural hearing loss, tatizo ambayo ni sensory huwezi kuitibu. Sawa. Okay, kwenye mwili nzima hakuna sense ambayo unaweza kuitibu kwa kutumia dawa au kutumia kitu kingine. Unaweza kutumia vifaa tiba, unaweza kutumia vitu vingine kusaidia, lakini huwezi kutibu hiyo tatizo irudi kwenye hali ya kawaida. Kwa hiyo mtu akiwa na sensory hearing loss, sensory neural hearing loss, tukishampima, tukishajua kiasi ya hiyo tatizo, sasa tunaweza kumshauri kwenye vifaa ambazo zinaweza kumsaidia. Okay? Vifaa ambazo zinaweza kuwafaa watu wengi ni hearing aids. Okay. Kwa hiyo kuna hearing aids aina nyingi. Okay. Nimeleta some for you. Okay. Kwa hiyo kuna zile ambazo ni ndani ya sikio, zinaingia ndani, yani hauioni kabisa huko nje. Kuna hizi ambazo zinakaa nje ya sikio, alafu kuna kidude ambayo inaingia huko ndani. Lakini kuna aina tofauti, size tofauti, features tofauti, lakini mtu akija labda akiwa na hiyo tatizo, nampima kwanza, alafu tunakaa naye, naangalia options zote, na tunamshauri kuhusu vifaa ambavyo vinaweza kumsaidia vizuri. Lakini pia kama usikivu ni mbaya sana, kwa mtoto au kwa mtu mkubwa, mashine za kawaida, yani hearing aids, haziwezi kufaa. Okay? Kwa sababu hearing aids pia ni mechanical, yani zina kiwango ambazo zinaweza kufanya
kazi. Kufanya kazi, okay. Kama sikio ya ndani imekufa kabisa, Yeah. kama hakuna cells za kupokea sauti, hata ukiongeza sauti kwa kutumia hearing aids, hakuna kitu ambayo inaweza Kinapokea ile sauti. Sawa sawa. Ndio cochlea sasa ile. Sasa ndo ndani ya cochlea. Sasa inabidi kufanya upasuaji. Okay, kuna upasuaji tunafanya inaitwa cochlear implant. Okay. Kwa hiyo kuna kifaa hiki ambayo tunaingiza kwenye sikio ya ndani. Hicho kifaa chote kinakuwa ndani. Hapo inakaa huko juu. Yeah, okay. Ndani, na kuna hii wire ambayo inaingia ndani ya fuvu, ndani ya skull. Ndani ya skull. Yes. Okay. Alafu kuna hii wire ambayo inaingia ndani kwenye sikio. Okay. Okay, kwenye sikio ya ndani. Sawa sawa. Hii sasa inafanya kazi ya kusikia. Okay. Inapokea sauti na inatuma hizi signals kwenye haya mishipa za kusikia. Hii ni kwa ajili ya mtu ambaye hawezi kusikia kabisa. Na huyu sasa anakuwa ni sensorineural. Yes. Kwa hiyo haijalishi ni level gani ya sensorineural, as long as cochlear implant inaweza kumsaidia. Yani, so it has to be sensorineural na inabidi iwe sensorineural hearing loss ambaye hatuwezi kusaidia na hivi vingine. Yes. But now it means mtu yoyote mwenye changamoto ya usikivu, hakuna limit ya mtu gani hawezi kusaidiwa na hii. Ndio. Okay. Kwa hiyo kama hearing aids zinaweza kumsaidia mtu, tunatumia hearing aids. Kama usikivu wa mtu ni mbaya sana, yani hasikii kabisa, ndio mnaenda kwa cochlear. Yes. Au hapati msaada yoyote kwa hizi hearing aids. Ndio tunaenda kwenye cochlear implant. Okay. Na cochlear implants ufanisi wake, effectiveness yake ni asilimia ngapi? Usually ni yani kwa sababu hatufanyi implant kwenye case ambaye hatujui kama itamsaidia. Huwa mnaangalia pia case. Tunaangalia kila kitu case by case. Kwa hiyo kuna case ambazo wanaweza kusaidiwa, kuna case inaweza ikashindikana. Yes. Kwa hiyo mtu tukiona kwamba mtu anaweza kupata benefit na cochlear implant, ndio tunafanya hiyo upasuaji. Okay. Na tukifanya huku kama tumefanya zaidi ya case 100. Okay. Na wote wanasikia vizuri. Perfect. That's good. Mlianza mwaka gani kuzifanya hizo? 2017. Okay. Kwa ndani ya miaka takriban 8, 7-8 ndio mmefanya hizi 100. Tumefanya 100. Kwa nini ni chache? Huwa mnafanyaga chache sana kwa mwaka au? Kwa sababu kwanza kifaa yenyewe ni ghali sana. Okay. Okay. Kwa hiyo inabidi kwanza wazazi tunafanya zaidi kwa watoto. Na watu wakubwa wachache tunawafanya. Lakini mgonjwa au mtu lazima apate funds kwanza kufanya implants, alafu pia tunafanya training ya surgeons huku. Wataalamu huku ambao wanaweza kufanya upasuaji pia. Sasa tunafanya upasuaji wenyewe. Yani kuna surgeons huku Tanzania ambao wanaweza kufanya hiyo upasuaji. Na pia kwenye ile kipindi ya COVID tuliacha kuzifanya. Non-essential services zimestopiwa, zimesimamishwa. Kwa hiyo kwenye miaka 7 tunaweza kusema kama miaka 5 ndio mmefanya. Tunafanya kama 20 kila mwaka. Perfect. Na unaposema ziko ghali sana, ni range ya milioni 10, milioni 100? Sio, yani nikisema ni ghali sana, ni ghali sana compared to labda hearing aids. Okay. Lakini sio ghali sana tukiongea kuhusu kitu ambaye ikifaa inafanya. Okay. Kwa hiyo inaweza kuwa kama milioni 35 mpaka 50. Okay. Hapo inakuwa ni surgery na implant yenyewe. Inategemea. Inategemea na center na kifaa yenyewe. Kwa hiyo inaweza kuwa between 35 to 50 million. Okay. Kwa mtu wa kawaida ni kidogo ni gharama pia. Kwa hiyo ni gharama, lakini it is the only prosthetic device that can restore a sensory function. In worldwide, kwenye senses zote, kwenye ugonjwa yoyote. The cochlear implant is the only current prosthetic device that can restore sensory function. Ambaye asikie anaweza kusikia. True.
True. Mtu akipoteza macho bado hatuna retinal implant ambayo inaweza kurudisha uone 100% kama ambavyo mtu anaota natural. Yeah, okay. Kwa hiyo value yake pia inaleta kwenye maisha ya mtu ni kubwa sana ukija kuangalia. Ukiangalia ni kama ukisema gharama yake ni kama cost ya gari ambao gari itaisha itachoka, lakini ukimwekea inakaa kwa maisha nzima. Ukishamwekea mara moja hakuna repair, hakuna nini. So ile part ya ndani, kuna piece ya ndani ambayo ni hiyo ambayo nimekuonyesha. Okay. Hii kwa kawaida inakaa maisha nzima. Okay. Of course kitu ikitokea inabidi kuibadilisha. Kufanya upasuaji tena. Lakini hizi cases ni rare. Kwenye kampuni hiyo ambaye wanatengeneza hiyo implants, yani reliability rate yao ni 99%. Na only 1% ndio wanarudia kufanya operation kurekebisha. Yani kwa sababu yani wakipata ajali labda wakiwa kichwa au infection ambayo inaathiri implant, so inabidi kuibadilisha. Sawa. Alafu kuna kifaa ya nje kama hiyo ambayo ina communicate na device. Sawa. Hii hapo kwa sababu ni nje inapata wear and tear. Kwa hiyo inabidi kufanya maintenance na service yake kama gari. Unabadilisha tire, unafanya service. Lakini kwa kawaida ile piece ya ndani inaweza kukaa. Okay, kwa value yake ni kubwa sana. Na tukiondoa issue ya gharama in Dreamland, je, kila mtu mwenye changamoto ya kusikia ana uwezo wa kupata cochlear implant? Hapana. Sio kila mtu, okay. Na ni kwa sababu kuna criteria kwenda kwenye stage ya cochlear implant. Huwa ni zipi? Implant ni stage ya mwisho. Okay. Kwa hiyo kwa sababu tunafanya upasuaji na risk yake. You know, as reliable as it is, you're still inserting something that's foreign into the body. Yeah, true. Okay? Kwa hiyo tukihitaji kufanya implant, tunafanya. Usikivu ikiwa mbaya sana kwa kiasi ambaye hearing aids haziwezi kusaidia. Tunaenda kwenye stage ya cochlear implant. And worldwide, these are the criteria. You must have tried a hearing aid. Okay, they must not. The main criteria is kwamba hapati benefit na hearing aids. Usikivu inakuwa chini sana, au hata na hearing aids hapati ile benefit ambayo ni nzuri. Yani hawezi kusikia vizuri. Hawezi kuelewa kinachosemeka. We do things like speech tests. So we test how well a person can hear speech with the hearing aids on. And if we see that their score falls below a certain percentage, then we recommend the cochlear implant. Although anapata benefit kidogo na hearing aids, it's not enough to help them with communication. Ila kwa sasa kwa hawa ambao wako stage mbaya, in the future it means watu wote wanaweza kuwa na uwezo kuzipata hizi. As long as umefeli hizi nyingine, una chance ya kurudi kusikia. Okay. Fantastic. Na kesi mia mbeleni, of course, what are some of the most success cases ambazo mmekutana nazo? So we are fortunate in that case, all of our cases have been good. Okay, in terms of the surgical success, we have, it's 100%. We've never had a complication during the surgery. We've never had any complications after surgery with the implants as well. Okay. So the implants are all 100% for us. In terms of success, tukiongelea outcomes, kuna outcomes mbili. The outcomes are hearing. Okay. Hearing outcomes across all patients are very good. Okay. So kazi yetu kama audiologists ni kuset hiyo implant. We program na kuiseti kwa level ambayo mtu anaweza kusikia. Sio kama miwani, yani na miwani pia inatumia namba. Kwa hiyo inasetiwa na namba. Lakini because these are electronic, inabidi kuprogram na kompyuta. Sawa. Kwa hiyo mtu akipata implant, tunakaa naye, tuna program, kila mwezi anakuja au hata mara mbili kwa mwezi anakuja kufanya adjustment mpaka awe anasikia vizuri kabisa. Okay. Sauti za kawaida. So all of the cases are doing well on the hearing side. Yes. Their programming is done well and they're hearing very well. On the speech side, yani outcomes zingine ni kuhusiana na lugha na development ya speech, na understanding ya speech pia. Na hii actually
ina factors nyingi ambazo inaweza kuiaffect. Yeah. Okay? So kama ni mtoto, let's speak about children. Kitu cha kwanza ni kufanya therapy. Yeah. So you had a guest on the show talking about speech therapy. Yeah. Ni muhimu sana kufanya mazoezi ya speech. Okay. Yeah. Kwa sababu huyu mtoto let's say amefika miaka 3 Yeah. na amefanyiwa amefanya programming yake, anasikia vizuri. Yeah. Sasa inabidi afanye kazi ambayo amepotea yani kwenye hizo miaka 3. Yeah. Kufunza lugha. Sawa. Ili akatch up sana mwenzake ambaye alikuwa hajawa na changamoto yoyote. Kwa hiyo sio kwamba mtu ukimfanyia hiyo implant akiamka siku ya pili anaongea kama mtu. Okay. Unless alikuwa tayari amesha develop ni post speech ana shida. Utafanya tu adjustment. Let's say mimi nikipoteza usikivu sasa hivi nikienda kufanya implant. Yeah. Baada ya implant kuna adjustment period ya about 1 month or 2 months, lakini baada ya hapo naweza kuelewa kila kitu, naweza kuongea kama kawaida, there's no problem. Okay. Yeah. In prelingual, so in children, it's a longer process. Yeah. Inabidi afanye speech therapy kwa mwaka au miaka miwili mpaka aweze kukaacha. Kuna age yake ambayo ina influence hiyo. Mtoto wa umri mdogo anaweza kucatch up vizuri zaidi kuliko mtoto wa umri mkubwa. Kwa hiyo a child implanted at 1 year and a child implanted at 6 years is different. The 1 year old will catch up much easier than the 6-year-old. Kuna commitment pia ya family, ya wazazi, na ya wote ambao wanamwangalia yule mtoto. Familia ikiwa committed kumfundisha mtoto, kumpeleka kwenye appointments zake, kumpeleka kufanya speech, naona outcomes ni vizuri zaidi. Kuliko mtu ambaye anafanyia implant alafu anakaa nyumbani. Anaachiwa ile ana shughuli zake. Okay. And then other developmental factors as well. Kama mtoto akiwa na shida zingine naweza affect his outcomes. Kwa hiyo when we talk about the outcomes that we've had here, we can't put a number on it. Obviously. Lakini most of the kids who have been implanted are now in normal schools. Okay. Getting along with their normal hearing peers, getting very good marks in school as well. Okay. Kwa development yake na mtoto kawaida iko perfect. Yani kuna wengine ambao ukiwaweka side by side huwezi kujua huyu anafanya maswali. Wow. Kama kawaida marks zao wanafanya vizuri shuleni kila kitu. It's okay. And then there are some of course where now there's different stages of that. Of course due to the factors that I've told you. Kuna wengine ambao wanaendelea vizuri, wanaweza kusikia, wanaweza kuelewa. Development ya lugha imekuwa tatizo kidogo, imekuwa slow kidogo kwa sababu ya factors nyingine za pembeni. Kufuatilia hiyo ratiba ya speech, kufanya mazoezi nyumbani pia kutokana na umri, kutokana na changamoto zingine za afya. Kwa hiyo all of these factors play a role, but the good thing is we have outcomes for everyone. Okay. So there's no child or no patient that we have that is not showing us outcomes. But they're all showing varying stages of outcomes depending on these factors. Okay, perfect. Sawa. Na tukirudi nyuma, so huyu ambaye ameshindwa hearing aids tunaenda kwenye cochlear implant. So tukirudi kwenye intervention ya hearing aids. Na fahamu kumekuwa na confusion sana kwa jamii kwa sababu unajua mara nyingi watu wanajuaga hearing aids ni off the shelf. Je, ni kweli zinakuwa ni kwamba hearing aids watu wakaenda kununua tu ukatumia? Okay. Zile tunazoendaga tukanunua na kutumia ni zipi? So zile ni amplifier. Okay. Kama kuna kama hii amplifier niko nayo. Unaweza kuzipata kwenye pharmacy. Most pharmacies will have them for cost around 80,000. Na inasema hearing amplifier. Okay. Hearing amplifier inafanya kazi ya kuongeza sauti. Sawa. Inafanya kazi ya kupokea sauti na kuongeza sauti ukiona. It looks like a hearing aid. It
says on the MOPS, medical device, ideal for restricted hearing ability. Okay. But it will not say this is a treatment for hearing loss. Sawa. And the reason for that is these are good for increasing sounds. They're mainly intended to be used by people of normal hearing who want to hear a little bit better in some situations. Okay. Ukenda hunting, Yeah. for example, or something of that sort, where you need to hear a little Yeah. bit Kama security nini unataka usikie. Yeah. kusikia zaidi, unaweza kutumia amplifier. So amplifier kazi yake ni kuongeza sauti zote pamoja. It does not discriminate between different sounds. Yeah. Okay. And the range in which this can amplify sounds is also low. Tukipima usikivu tunapima kwenye decibels. Na tunaangalia amplification yake kwenye decibels. Kwa kawaida tunasema 0 to 20 or 25 decibels ni usikivu wa kawaida. Ukiwa na tatizo ya usikivu sasa inayo range yake kuanzia 25 mpaka 120. 20 decibels is one of the loudest sounds you can hear. Okay? And a jet engine is around 140. So you can see that the decibel scale is according to loudness. Okay. Mtu akiwa na tatizo ndogo, let's say usikivu wake anasikia sauti za 30 au 35 decibels, anaweza kupata benefit kidogo na sababu akivaa inayo uwezo wa kuongeza sauti mpaka ile range ambayo anasikia. Kwa hiyo sio kwamba haimsaidii kabisa, lakini the thing that they do not do is they're not programmed specifically for that person's hearing loss. So tukienda kupata miwani, tunapima namba yetu. Yes. Namba yangu ikiwa 3.2, 3.5. Siwezi kuvaa miwani ya 1 na kuexpect kwamba utaona. So it's the same thing. Hearing aids hizi ambazo nimekuletea leo. Kwanza tunachagua ile aina ambayo inaweza kumsaidia. Na kitu cha pili ni hata tukichagua, tukishampima mtu tunatumia kipimo chake kuprogram machine. Kwa hiyo tunaingiza kwenye kompyuta na tunaziseti kwa ajili ya mtu ile decibel zake na range yake alionayo. Okay. Kwa hiyo haziongezi volume kwenye sauti zote. Wengine wanasikia sauti zingine bora kuliko. Okay. Kwa let's say nasikia zaidi karibu kuliko mbali, mtaongeza amplify sauti zile za mbali zaidi. Yeah, something like that. Something ideally. Na pitches za usikivu pia, kwa hiyo na sauti ambazo ni nzito. Okay. Na sauti nyepesi. High pitch sounds and low pitch sounds. The bass and the treble, kwa hiyo tunaweza kuzitune kama unasikia bass vizuri zaidi kuliko trebles. Naweza kuongeza sauti kwenye volume au gain amplification kwenye treble. Na bass usikie hivyo ili. Okay. Kumbe it's a whole science. Hivi sikujua kumbe mtu anaweza kusikia bass unazisikia afu hizi nyingine uzisikie. That is the most common type of hearing loss. Bass zinasikika, pitches, trebles, high pitch au trebles usikie. Unapoteza usikivu kwenye treble. Treble, okay. Sawa. That's very interesting. I think this is a very important thing ya kuwekea muhimu, sababu unajua mashirika yanafanyika misaada pia kwa nia nzuri, unakuta watu wanapewa amplifiers afu kumbe bila haijapimwa, haujijua kama ni conductive, kama ni sensorial, hiyo yote inaonyesha hii kwa amplifier hata kama ni conductive inaweza isimsaidie mtu. Inaweza kusaidia kwa sababu kama ni conductive, let's say kama kuna infection ambayo inaziba sikio, inaongeza sauti, kwa hiyo unasikia zaidi. Ila ni inatibu outcome, sio chanzo. Kwa sababu infection itabakia pale pale. Okay. That's interesting. Mtu akiwa na tatizo labda ngoma imepasuka, mifupa kwenye sikio la kati au akiwa na infection ambayo inatokea mara kwa mara, chronic infection, usikivu wake, he can have something we call a permanent conductive loss. Sauti
Cochlear inasikia vizuri lakini sauti haingii vizuri, Yeah. whatever reason. In these cases kama shida ina persist kwa zaidi ya miezi 6, Yeah. ndio tunaweza kutumia mashine, kwa sababu lazima awe anasikia. Yeah. If medication is not helping him, Eh. if there's no other solution, the one thing that we can do is correct the hearing. Okay. So we do that. Ile hapa mwanzoni anaweza kawa anaendelea kutumia hizi intermediate Yes. au amplifier or something, lakini ni only intermediate short term. Yeah, so even with the amplifiers, they can use them if it's very short term, but Okay. anything longer than that, if they want to hear properly, then we recommend hearing. Okay. Sawa. Kuna process yake pia ni ndefu. That's very interesting. Nadhani tunaweza siku pia tukajaribu kuziingia ndani, kwa sababu najua nimeona kuna aina tofauti. Yeah. Kuna nyingine kama vinyuzi vimetokeza etc. Umeniambia kuna nyingine za juu, nyingine zinaingia ndani. And that's very interesting. Na hizi zinakuwa ni nini? Hizi ni colors, two colors. Hearing aids. Options zinazokuja na hizo za color. Zingine ambazo nzuri kwa watoto. Yeah. Kuna zingine ambazo unaona zina pattern Yeah. ya nywele, kwa hiyo kwa mtu akitaka isionekane labda. Okay, that's very interesting. Sawa. Na nadhani hii ni kitu very interesting. So kwa sababu mada ya kusikia hearing loss ni pana sana, so I believe inaweza ikawa ni sehemu tu ya kwanza, ila kadri tunavyoelekea kufunga kwenye hii sehemu ya leo, kwenye masuala ya mazingira yamebadilika na teknolojia zimekuwa, mambo mengi yamebadilika kwenye mazingira yetu yanayosababisha, jamii naamini yanasababisha kupungua kwa usikivu. Mfano mimi napokea sana simu kwa sababu ya kazi, kwa mama akinikuta nazingia sana simu ananiambia utapungua kusikia. Hivi ni kweli nikiongea sana na simu au nikiwa karibu na sauti kubwa muda wote? So kelele inaweza kusababisha tatizo ya usikivu. Lakini kelele kama ukiwa exposed kwa kelele nyingi au sauti kubwa, mara kwa mara, simu yenyewe haiwezi kusababisha. Okay. Lakini ukiwa labda unasikiliza muziki kwa volume ya juu sana, kwa AirPods au hata muziki wa nje, au hata ukiwa nje ukienda kwenye sehemu ambayo kuna music ambayo ni loud sana, na kwa muda mrefu, inaweza kucontribute kwenye hiyo tatizo ya usikivu. Sawa. Sio lazima itokee sasa hivi. Hivi wewe unatumia AirPods zile za kuingia ndani ya sikio? Sio kwamba utatumia sauti ya chini sana, lakini utumie sauti ya kiasi. Okay. Ukitumia sauti ya kiasi it's okay. AirPods pia au earbuds, headphones ina range yake. Kwa hiyo haiwezi kuzidi ile safety limit. Zilivyotengenezwa. Okay. Ushauri wetu ni kwamba uweke kwenye volume at least ukizidi like 70% to 75%. Maximum, okay. That should be like the maximum. Especially ukiwa unasikia kwa muda. Ukiwa unatumia kwa masaa mawili. Utumie kwa volume ambayo ni kiasi kidogo, sio maximum. Okay, sawa. That's perfect. Na tukitoka sasa kwa leo kwenye hii mambo ya hearing aids, ni kitu gani unaenjoy zaidi kama audiologist? I mean ni nzuri sana, ni rewarding sana kufanya kazi na watu ambaye unaweza kuwasaidia. Okay. It's very rewarding to see patients in a field that isn't very widespread. Huku Tanzania wataalamu wa usikivu ni wachache sana. Na watu wengi wanakosa hizi services. Wanakosa kupata sio hata vifaa, lakini advice. Na ushauri, ukimpa mtu ushauri nzuri, ndio anajua vipi kupanga maisha yake ili apate matibabu au afanye hiyo au afanye hiyo. Kama ni cochlear implant, anajua kwamba okay, hii ni stage ambayo sasa inabidi kufanya. Au kama inabidi aende kwa daktari kupata dawa au upasuaji, anajua kwamba hii ni stage ambayo sasa inabidi nifuatilie steps hizi. Lakini I think that's the most rewarding thing, kuwaona watu, kuwashauri na kuwasaidia kupata matibabu. Kwenye field ambayo kuna watu wachache sana wanafanya hivyo. Okay. Even in audiology kuna section. Okay. Na kuna section zingine
unajua upande wa vifaa upande mmoja tu. Okay. Kwa hiyo audiology sio kusema kwamba uchukue hiyo hearing aid uitumie. Ni diagnosis. Ni ushauri. Based on diagnosis ndio sasa ushauri mtu kwenye matibabu. Kwa hiyo the goal of an audiologist is to make someone's life better. Is to make communication easier. To make someone's hearing better. It's not just to give them hearing aids. Kwa hiyo unajua watu wengi wanahisi kwamba audiologist au tatizo ya usikivu pia matibabu yake ni kuchukua mashine kuivaa. Like it's not only that. So the thing that I most enjoy, I think, is just helping people and assisting in cases where they don't get that kind of advice, they don't get that kind of expertise, especially here in Tanzania. Okay, fantastic. And speaking of wingi wenu, hivi kwa Tanzania kuna vyuo vinavyo offer audiology? Imeanza recently tu mwaka jana. Muhimbili imeanza okay. Kwa ndani ya miaka miwili mitatu tunaweza tukapata sasa first batch ya waliozalishwa hapa nchini. Okay, that's good kwa sababu hopefully pia as muda unavyoenda sasa kila hospitali, kila mkoa kutakuwa na audiologist. Because kwa ulivyoelezea process nzima ya ku detect na kuangalia intervention ni muhimu sasa tuwe na audiologists across the country. Interesting kwa sababu pia wameanzisha na speech au watakuwa wanafanya kazi pamoja out there. Okay, sawa. Shukran sana na it has been very extensive knowledge na huwa nafurahi sana kujifunza kwenye masuala ya hearing loss na intervention zake na huwa ni swala pana sana. Najua kuna vingi zaidi ambavyo tunatakiwa tuvichambue. Ila for the time being mtu akitaka kukutafuta anakupataje? So anaweza kupata na clinic ya usikivu. Sikio mtawa Mindu karibu na Upanga. Okay. Inaitwa hiyo. Okay. Tupo mtandaoni pia kwa hiyo tuna website yetu, tuna Instagram. Watu wanaweza kutafuta kufika kwetu. Kupata ushauri wanahitaji. Okay, fantastic. Thank you so much. Asante sana kwa kutushirikisha na asante sana kwa kutufuatilia kwa muda wote huu. Imekuwa ni session nzuri sana na ndefu. Tunatamani tungeendelea, tutaiendeleza kwenye maendelezo mengine. Tumejifunza kuhusu changamoto za usikivu, zinatokana na nini, ni mtu anazipata wakati gani, na baadhi ya njia ambazo zinaweza zikatumika kwenye kutibu au kumruhusu mtu aendelee na maisha yake pale anapopata changamoto za usikivu. Tumesikia kuhusu aina za changamoto ambazo zinaathiri njia ya sikio la nje na la kati na zile zinazoathiri sikio la ndani. Tumesikia kuhusu vifaa saidizi kama vifaa vya kusikia hearing aids, ila pia zile operations ambazo zinaweza zikafanyika kumwekea mtu kifaa cha kusikia ndani ya mwili wake. Kwa hiyo ni package nzima na tunaamini kwa utakuwa umejifunza zaidi, na pale ambapo utakutana na mtu mwenye changamoto ya usikivu aidha kwenye familia yako au mtaani, utaweza sasa kumshauri aweze kupata huduma ambazo zipo sahihi kwake. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutufuatilia na uendelee kutufuatilia kwenye page zetu za mitandao ya kijamii na uweze pia kuwafuatilia Hearwell kwenye page zao za mitandao ya kijamii, na kwa pamoja tuendelee kujenga jamii ambayo ni jumuishi. Asante sana kaka Ali. Be blessed.